Yes, welcome guys, welcome back. This is Ben Sochocha once again na leo wacha bado tuendelee na hii discussion yetu. We are talking about our Roysambu and today bado niko na ule tu leader wetu, Mr. Willy, the leader. Now, let's talk about our Roysambu. Nasikiaga kuna pesa mingi sana MP waga anapatiwa, of which mimi sijui ni pesa ngapi, na development yake inatokaga places to places. MP waga anapata pesa. Yes. Let's talk about now our development in Roysambu. Ni wapi hakujaguzwa Roysambu? Tuanzie hapo. Thank you so much. Yes. Well, so talking of Roysambu constituency, Yes. like any other constituency, of course you have to dwell into matters development. Yeah. Tukue tunajua ni vitu gani wana Roysambu wanafaa kuwa wanafanyiwa Yes. na hawafanyiwi. Yeah. Ama ni vitu gani wanafaa kuwa wanafanyiwa na wameshafanyiwa. Yes. Analyzing Roysambu constituency. Yes. Mimi ni mkazi wa hapa Roysambu constituency. Okay, Na from ndio there, maana, ngoja yeah. kwanza. Yes. Kuna difference between mkazi. Sawa. Na there are two different people, eh? Kuna mtu wa kuishi Yes. na mkazi. Wewe ni Ni mkazi baadhi ama mkaaji. Wanachanganya na Kiswahili, but anyway, whichever thing. kuna mwenye kuishi of yeah. which anaweza ishi milele. Yes. Na kuna mkazi of which anaweza hamia Ruiru. Okay. Sawa, Mimi wewe naishi hapa. Kuishi ndio unasema ndio kukaa. milele. Like you have a home here. Yeah, you okay. Sawa. Yes. That is it. Yes. So I'm a resident here. Yes. And one thing ningetaka kusema about this constituency. Yes. It's when it comes to developments, tume-analyze developments in the 5 words. Yes. Maybe you allow me to explain the 5 words that we have in this constituency. Yeah. Roysambu constituency iko na words 5. Yes. These 5 words inatoka all the way from Kahawa West. Kahawa. So Kahawa West imefika pale kuna mahali inaitwa what do you call it, Kamae. Yeah. Kutoka na huko nyuma inakuja mpaka, so kuna ward ingine inaitwa Kahawa. Then from Kahawa tuko na Githurai. Githurai, I mean Githurai 44. Githurai There is 44. another side sasa ya Githurai 45. Then from there tuko na Zimmerman ward. Na tuko na Roysambu. So Roysambu ward ni kubwa sana actually. Imefika Muthaiga. Imefika Muthaiga. Muthaiga iko bado Roysambu. Yeah, iko bado Roysambu. Haiko Kiambu? Pale police station ya in fact hata Muthaiga kuna polling station ya Roysambu constituency. Yes. So ni kubwa sana. So imefika all the way from there kwenda kunyorosha mpaka Kahawa West, karibu sasa mpaka ya Mebli na Kahawa West. Yes. In these 5 wards, kila ward iko na issues zake. Issues zenye ziko Roysambu constituency ward si zenye ziko Zimmerman. Although kuna some issues zenye ziko the same. Na kuna Githurai. Kifika Githurai kuna issues zake pia. Yeah, MCA wa Githurai anataka issues zake tofauti. Na MCA wa Kahawa West the same na Kahawa. Yes. In these 5 wards, in just a simple analysis, ziko na different population. But the ward yenye iko na the highest population among these 5 wards ni Zimmerman ward. How? Zimmerman ward iko highly populated. In fact, not even highly populated, iko na the highest number of voters. Okay. Sijaelewa. Hujaelewa. Make me So understand. iko hivi, Zimmerman ward venye unaiona inatoka all the way from Thika Road. Side ya car wash. Inaenda mpaka inapitia hiyo barabara ya Base Road. Kukuja Mirema. Kuna Mirema pale. Unashuka. Inapakana na 44 pale. Kuna Canopy. Kuna Tanners. Then imevuka barabara ya bypass. Imeenda all the way to Jathaini. Ama wenye wanaijua inaitwa Gomongo. So Gomongo ni kubwa pia. Gomongo inatoka bypass. Imepakana na Maroroi. Then inanyorosha mpaka estate inaitwa Piken. Wacha kwanza. You mean now Gomongo has an extension
Yes, Gomongo iko na extension, actually a very good estate inaitwa Piken. Ukule Starehe mpaka sasa imepakana na Starehe Girls. Ni mbali sana. Ukitokea Kiambu Road, karibu unatokea Kiambu Road. Huko kote ni Zimmerman. So kuna boundary yenye iko hapo. Then iko highly populated kwa sababu for example an area like Jathaini being a low income setup iko na watu wengi hivi. Na watu wamejaa huko si slum by the way, watu huita slum but si slum basi. Iko na watu wengi sana. In fact nilikuwa nataka kukupea sasa in terms of voters because the general population watu wanaweza kuwa wengi but they don't assist. Hawatusaidii wakati tunakuja kwa in voting and through voting is when we get development. So for example in the last elections Zimmerman ward ilikuwa na above 43,000 voters peke yake. Remember in the whole constitution 43,000. Yeah, in the whole constitution tunakuanga constituency tunakuanga na 155 voters normally. Hiyo ndio average, yes. But this year nikiangalia in my own analysis we'll have above 160,000 voters. So kuna Zimmerman ward yenye inaongoza in this year. Najua 2027 najua the registered voters watakuwa wanatokea around 45,000 followed by Kahawa West. Kahawa West pia iko na the highest number sasa from Zimmerman to Kahawa West. Kahawa West inakuanga na around 37 to 38,000. In the next election when walitokea average was 37.5 but when walitokea was above 38,000. This year prospects ni 40 to 42. Next ward yenye ina follow from there ni Githurai 44 sasa. Githurai 44. Then from Githurai ni Roysambu according to the current data. Then from Roysambu kuna sasa Kahawa. Kahawa iko na the list. Kahawa, when you talk about Kahawa kuna Kahawa West and na Kahawa zinapakana. So Kahawa ni area ya maziwa. That is what you're talking about yes, now. Yes, exactly. When wanajua hiyo area. Hiyo area ya maziwa. Hiyo area kunaitwa maziwa. Inaitwa maziwa. Okay, so when you talk about Kahawa, yes. kuna Kahawa West na Kahawa. Na kuna sasa now that Kahawa. Yes. So ndio the viewer differentiate between hiyo Kahawa na Kahawa ndani because when you talk about Kahawa so unajua sasa itakuja kama imeextend mpaka pale chini. Hiyo inaitwa Kahawa ward. Unajua kuna Kahawa kuna Kahawa West, kuna Kahawa ndani na kuna Kahawa Askari. Kahawa Askari na ndani hizo ziko Ruiru. But sasa the other wards zenye naongelea about now hii ward ni ya Kahawa West alafu Kahawa itself as a ward. Iko na MCA wake inakuanga na the least number of voters last time they registered around 17,000 and kidogo hivyo 17,000. This year maybe prospected to be around 18, let's say 18,000. Hata wakiongezeka huwa ongezeki sana huko. So ukiangalia as an MP ama as a constituency representative, unafaa kujua among hizi data sasa. Remember these people hata area kama ikiwa na voters kidogo but where are your muscles? The stronghold ya voters iko wapi? So even in terms of developments you cannot compare Kahawa and Zimmerman because Zimmerman needs more than Kahawa. Angalia public schools ni ngapi ziko Kahawa, ni ngapi ziko Kahawa West, ni ngapi ziko Zimmerman, ni ngapi ziko Roysambu constituency. Ukiangalia hivyo all those factors should tell you that areas matters most in terms of developments. So as an MP of this constituency naangalianga naona there is something that we are missing because when it comes to the general population, where do we put our efforts more in terms of developments? Remember, you can even treat all the wards equally or all the regions equally. Na ukiwa MP hufai kuangalia MCA because MCAs they have their own job. So as an MP you are given funds. These funds inakuanga every financial year. I take you back to the 2024-2025 financial year. Constituency yetu ilipewa pesa mingi sana. Najua watu hawajui lakini unajua kwa nini hawajuangi? The reason as well so nimekuleta ndio sasa nijue kuna pesa uaga public hawajuangi. Wanasikiaga tu MP amesema tuna commission barabara fulani of which hii barabara hatujui kama ilikuwa ya the last regime
Umeelewa? Ama ilikuwa imeplaniwa the last 2 regimes, but saizi ndio imefikiwa. So hatujuangi kamili ati hii barabara ilikuwa imeplaniwa when na pesa zilitoka when na ni ngapi zilitoka na zilitumiwaje na hizo pesa zinafaa kufanya hiyo barabara peke yake. So sisi kama wananchi hatujuangi. That's why nimekuleta ndio tuambie how are these money ama hizi funds waga MP waga nazitumiaje na nazipataje. Na ni haki yangu kama mwananchi kuuliza MP pesa zenye ulipatiwa ulitumiaje. Yes. Ni haki yako. Wacha nianze sasa juu nikirudi chini. Ni haki yako actually kuuliza. Remember all constituencies in Kenya ziko na pesa mingi sana. In fact the least registered constituency yenye inapewa pesa kidogo sana, it's around 170 million financial year. Yes, that is the budgeted amount. Na kuna mingi sana zinapewa above 210. So unaangalia hii constituency yetu for example, nipeane kwa sababu ya hii yetu. Hii yetu naielewa sana. Last financial year tulipewa around 179 million 442,000 to be specific. So hii pesa ilikuwa inafaa kuenda wapi? There are 3 things that hii pesa ya national government CDF, NGCDF inafaa kufanya. Jambo la kwanza, inafaa kushughulikia masuala ya education. Masuala ya education kwa ile part sasa ya 170 kuna kwa hiyo pesa sasa. Kwa hiyo pesa. Okay, kwanza tuondoe 5%. 5% inakuanga ya kushughulikia masuala ya environment. Hii pesa yote sasa 5% inakuwa inashughulikia masuala ya environment. Na environment ni nini? For example, wewe ushaisikia MP akifanya maneno ya clean up hapa? Hajawahi. Ushaisikia? Naonaga environment kuna mambo mengi sana. You see, kuna hii government agenda, the president's agenda ilikuwa ya climate action. Hii mambo actually the last 2 financial years hii mambo tulikuwa tunafaa kushughulikia. But sasa hapa Nairobi sisi hatuna miti tunapanda. Okay? Sisi ile mambo kidogo environment na tunashughulikia, hata pollution yenyewe. Garbage zinachomewa hapa nje kwa barabara. Takataka inachomoa pale. But what are we doing about it? Na pesa iko nothing. So we are doing nothing on matters climate. So hiyo iko wapi? Kwa mfuko. Nataka tuende pole pole. Ile ishaingia kwa mfuko. Then kuna education. Education tunaangalia mashule. So na ni shule zote by the shule ni shule. Kwa constituency sasa level. Constituency. For example, in primary schools tunatengeneza 2 classrooms. Na for example, hiyo facilities kidogo. Na sasa kupaka rangi ile wamezoea. Na machoo na nini za shule. Kwa high school tunaongeza hizo classroom na nini, tunaongeza vitu kama lab, hata lab inafaa kuwa inatengenezwa na hiyo pesa na vitu mingi. Unakuta in our constituency zile high schools zenye tuko nazo tuko na limited labs kwa shule. Walimu wako lakini hawezi funza kwa sababu we don't have the training classrooms. And then if we have the training classrooms they are not equipped. Sasa inakuwa shida. Number 2 thing, hii pesa bado ndio inashughulikianga basari wale kwa education. Sasa so kwa zile ile pesa sasa tunaenda tukitoa tunatoanga percentage fulani. So nimekuambia the least percentage ni yenye inaenda kwa matters environment. But hii nyingine yote inashughulikia vitu mbili. Education na security. When you talk about security, sasa hapo ndio sijaelewa. When you talk about security, like what is security to you? Tunakuaga na like Wakanda security. When you talk about security, mimi kwangu nitakwambia kuna Wakanda security kazi yao wanakuaga kazi yao ni kupatia ga security presidency, kupatia na sijui wapi kunahitajika security. Not that one. Atuongei about you know matter security. Inaanza kwa national government. Tukitelewa actually the constituencies iko managed sasa ni under national government. That's why unasikia the funds are coming from the national government. So hii security ni security ya constituency. Na hii security ni nini? Juu iko mistaken.
for example wewe ni nini nyingine ushaisikia MP amefanya on security apart from kutengeneza gate ya police station na kupaka rangi na ku renovate yenye ilikuwa before? Kama gani in our constituency? Sijasikia. Sijasikia. In fact police station zenye ziko constituency yetu ni gani? Police station zenye ziko kwa constituency yetu na si police post. Jana hizi police post ukienda we don't have police station. Hata kama tuko nayo you see hata we don't. Kuna twingi sana. Okay, I don't know in Roysambu constituency kama Muthaiga is a police station. Hiyo ndio tu peke yake. We don't have any other. We don't have. I don't know kama Muthaiga iko hapo sasa, lakini police post ni mingi sana. Mimi naweza police post na ile Muthaiga is it a police station ama police post? Muthaiga is a police station. Yes, so we only have that one, Roysambu constituency. But I don't know whether it is nini Roysambu ama the other side, but whichever. So nini ingine umeona? Hakuna. Hizi police posts, it's very minimal attention kwa police posts. Yes. Ukiingia kwa police posts zote zenye ziko Roysambu constituency utashtuka sana. These guys hawana fence. Hakuna gate. Wanaishi tu zile nyumba zililetwa tu na gava zile hivi zile nani alikuwa jamaa wetu alitisa mkebe ati wanaishi kwa mkebe. Hizo nyumba ziko tu in hali mbaya, but they are still the base. But there is a lot that can be done through NGCDF on matters security of our people. Remember everything that we are saying, we want to manage our people. So matters security hiyo kuna gap kubwa sana. Hatujaielewa hii pesa inatokanga inafaa kufanya nini, right? Hii mambo education juu hapo ndio uzito iko. Yes. Juu kila MP akipewa pesa anafikiriaga ni bursary. Bursary is just a part, just a section, a percentage yenye unafaa kushughulikia. Do you know you can do a lot? You can do a lot on bursaries when you forget about other things and it becomes irrelevant. Let me ask you, when you come to that part of education, yes, we have the MP Dende Nyoro, whereby Kwake people pay pupils or every student pay 1,000 bob. Yes. Sindio? Yes. So I want us to phrase it. Yes. Na hiyo line, yeah? Whereby our Roysambu constituency, yes, we still pay school fees. Yes. Umeelewa? Yes. For instance, hata nikiguzia tu kidogo, we have Roysambu Primary School. Yes. Umeelewa? Whereby school fees ni around 3,500 to 4,000. Na tunakuwaga na tuition every Saturday, of which is 100 bob. Na ni mandatory. You have mwanafunzi lazima aende. Umeelewa? So does an MP have power to stop or not to stop? And where does this collection of money goes? Does it go to the national government or to the national education facility or whatever? Sijui kunaendaga aje hapo. Ama an MP is supposed to fund a primary school na aseme inaweza kuwa free education instead of having this thing of whatever they are saying of of paying school fees. Can you? I said once an MP understands the role, yes, you can always create your own path towards development in this way. For example, as I told you, yes, tumepewa 179 million. Don't we have, and actually we need that money. Yes. In reality, we need that money. But you compromise one thing to put more efforts on another thing. Ndende Nyoro mwenyewe, si kusema ati anapewa pesa mingi kuliko other MPs. Yes. But he's very wise in terms of where do I put more efforts and where is my area of priority. Ili nijue, nikicompromise maneno ya security. Mimi sitapaka rangi hizo nini hizo police posts, sitajenga wall, sitawajengea perimeter wall. By the end of it all, they don't need perimeter wall because they protect themselves. So hii pesa nachukua na iweke yote kwa education sector. Unapata? Now 179 million, do you know how much it mean? How much the money is? 179 million
calculate in your own way. Najua ushaijenga hapa kule. Ujue milioni moja inaweza kujengea nini. So hii ni 179. So ukisikia Dede Nyoro ameweka tiles kwa 17 classroom, it's not a magic, it's not a miracle, it's doable. It's doable. Hiyo ni pesa kidogo sana. One box ya tile inatoka pesa ngapi? Unapiga hizo calculation, unaona by 600,000 takuwa nime clear the classes. Piga hizo classes 17 nimemaliza. Tunaenda kwa shule nyingine. Hii na ipaint na 500,000 na napiga tile za 600,000. My friend, quarter of that money, quarter of 179 million can actually renovate all our public schools in the Roysambu constituency. Really? Yeah, you can renovate quarter of that money. You can renovate all the public schools. You know, hujengi mupya. Ukisema ujenge mupya, then siweke hata half of it. Ujenge sasa classes. Kama walikuwa na 16 classes, ongeza 2. Inatosha. Bwana tumejenga, tunajua cost ya materials na nini. You don't need science rocket science to do all these things. Eat a contractor. Be a contractor. You know what? Give me a real quotation of the materials and the labor for the construction of this. It's doable. Yes. See magic. Hii constituency yetu MP mwenye anajua nini anafanya akiingia tu hivi. Wacha sasa maneno ya infrastructure. Tutakuwa sasa tunatembelea hivi tunasema hii kitu it's doable. Kwa sababu MP akiprioritize something aseme for this area we are focusing on this. Of course you cannot do everything and we don't expect anyone to do everything. So what I'm understanding from you is there is a lot to be done in Roysambu. There is a lot to be done that is not being done right now. Yeah. And let's talk about now the Roysambu constituency. Roysambu constituency iko na a lot of competition, a lot of people who want to lead the Roysambu constituency. Na saizi najua kuna wengi wamejitokeza. Wengi sana. What would you advise them? Or what kind of leadership would you like, or anyone coming in afanye? First of all, the reason why Roysambu constituency has so much interest actually is a highly populated place in terms of candidates. Yes. Like hata sahi tukiwa hesabu kila mtu simama. Kila mtu anasimama bana. There are more than actually wenye mimi najua personally, there are more than 15 right now. Yeah, right now. Na kila mtu anataka. Kila mtu anataka. Sasa sisi ndio kuamua ni nani hatutaki, nani ndio tunataka. Sisi ndio kuamua kwa sababu sisi ndio voters. Sisi ndio raia. Na juu sisi ndio voters, tutafanyaje? How do we know a person is genuine? Yes. Kuna mwenye yako sahi. Yes. So how do we know whether we are supposed to retain this ama tumtoe? Number one thing, check on developments. Ili ujue kama mwenye yako utamtoa ama humtoi. Yake ni rahisi. Yake exam una mark tu haraka haraka ukua kwako. Angalia, huyu mtu ametufanyia jambo A. Yes. Alitupromise kitu B. Amefanya ama hajafanya? Kama hajafanya, X. Kama amefanya, weka tick. Yes. Hizo vitu zote. Let's say umefikiria about 6 agendas. Kama amefanya zote, weka tick. Kama amefanya half of it, you have the liberty to say, I make my own decision. I'm going to give him another try ama not. Kama hajafanya, weka X. Tukienda tukisonga. Sasa tunamuondoa, tumeeliminate. Tunakuja kwa hao wengine. How do we know? You see, if you are not an elected leader, it's very hard for you to do the roles zenye an elected MP is supposed to be doing. Because number one thing, you cannot represent us in parliament. So you cannot make laws. Okay? And if you cannot make laws, the only thing that you are remaining with, because you are not representing us at the parliament, the only thing now ni ground. So ground, do we have that, whatever we call the ground touch? The ground touch. This ground touch goes hand in hand with how well are you relating with
the Mwananchi in your own constituency. Yeah. These 15 MPs, the 15 candidates or aspirants I'm talking about, they all have their own interests as to why they want to. But ukiwauliza wote, kila mtu anataka kujeji constituency. Now let me ask you before tuende pale mbele. Kuna hii narrative ya anasimama na chama gani? Yes. Umeelewa? Yes. Akona chama fulani. Does that narrative change anything during you being a vying MP as an aspiring candidate? Does it change anything? It does. Does it have any impact? It has a lot because remember, political party is a vehicle. Is a vehicle of getting you to where you want to be. In Kenya, political party is a main factor in politics. Okay, we have candidates who have been elected through the independent candidates, but when it comes to the popular, the majority, you have to go with a political party. So political party is a factor, whether you like it or not. Political party is a factor, but everything has its own time. There are so many candidates, yes, but whom are saying, mimi tayari nisha declare chama yangu ni hii. It's very easy actually to know. Tumeona wengi wakati kuna mkutano ya opposition wako hapo. So kwa wale 15 nakupea 6 of them unawaonanga kila mtu amevaa kofia ya political party. Wakati hii sekta ingine inakuja uzuri hii sekta ingine ya the people in government si wengi. Ukiona mtu amevaa kofia akishaongea anatoa. Unajua ni kwa nini? He's undecided. You know, not undecided. You know, it's whatever we are talking about the crowd. You read the crowd. And a wise person by this time you would have read the crowd. Crowd inasemaje? Unaangalia unasema, mimi nikienda na hii political party kitaniumania. You should read that. And so far it's not too late and it is not too late early. What if I want to drive my own car? It's possible. It's possible. It's doable. And I told you, regardless of the other factors, if you have the ground touch, you will take the day. Cha muhimu ni kukubalika kwa roho za mwananchi. Hata political party in the near future itakuaga tu ni ya kulobe tu hapa kule. Kwa sababu political party creates the government, and if you are in a popular party, at least unapata maziwa kuliko hao wengine. So, but if you have your own vehicle to drive you to where you want to be, it's doable and it is possible. What I was talking about is not too early, it's not too late. It's right now people are confused. Even those in government, they are waiting for the parliament actually to be dissolved so that they can decide nitaingia side gani, nitaingia side gani. Na utaona hiyo commotion, utaona run. Na run itasaidia wenye wako na pesa. No political party will accept you without something. So otherwise, you must have something so that if you don't have something, we sit on the table. If you don't have something, then you must, the ground must, lazima ukuwe na ground touch, na ni lazima ukuwe affiliated na hii party kutoka kitambo. Wenye watakuja kujoin ni wenye wananunua sasa. Unajua ukweli sasa Kenya huwa tunaficha mambo mengi sana. Lakini hizi party hata wale wanapewa pale juu wanakuanga wamelipia. But kama wewe ni member wa party kutoka kitambo, you get just a free move. And then political parties, let's talk about the fairness. Unajua watu wanaopaga kusema nimelipia, umelipia, tunajua hii political party haiwezi kuweka pale juu na wewe hakuna kitu umeekelea. Kuna kitu umeekelea na hatukatai na hatuna shida na hiyo kama wananchi. Sisi ile kitu tunataka ni wewe associate yourself very well with the party officials. Wewe tuletee chama, then let's go for nominations. For fairness, mimi huwa na advocate for nominations. And every serious political party should advocate for fairness when it comes to nominations. So hizi nominations zio zinasema how watu sita wenye wako kwa hii political party, how do we get one? You get? How do we get one? So pia kuna watu wise leaders wenye huwa wanaangalia, wanaona ile kitaumana tukienda nomination. So let me withdraw from that, I'll decide later, which is allowed.
and I agree with them because politics is about playing your cards smart. So if you're smart enough, you wait until wale wakorofishane wakuletee mmoja nijue basi niwe napigana na wewe nitakugonga kama kitu kingine. I'll come with my own vehicle, but I have my own ways how to go about it. Yeah. Okay, you said in Roysambu constituency they are about 15 and above. 15 and above. Yeah. Can you name 1, 2, 3, 4? The one that you know. Why do you want me to name? No. Why do you want? But they are there. Why? Okay, they are there. If you are candidate and you don't get to hear your name, then sijakusikia. Ni sawa. Yes. That's why I want you to name. Roysambu iko hivi. Of course tuko na our current MP, that is Mwafrika. Number 2, tuko na kiongozi anaitwa Brian Motiga. Number 3 kuna jamaa anaitwa Jasper Gashunga. Number 4 wale tumesikia sasa unasikia mapema. Michael Goge Mafaka. Then kuna bado anasimamaga ama Limoshiri nimekabila kumsikia. Ucheva sasa wako wengi sana. Nani mwingine tumesikia? Kuna this brown guy mwenye kuna brown girl sijui alikuwa anajiita sijui msichana. Okay, wenye wako kwa vile hata siwakumbuki majina. Kuna wengine kama 5. So wale ni wale mimi yenye najua. Na among other names kama sija kumention umekuwa kwa ground maybe ni vile sasa sikumbuki for now, but ni wengi sana as I said. Now let's not talk about now being a politician, because there is a politician and a leader. Among the 4 or 5 that you have already named, who do you see, na usikue bias tuseme nini, who do you see with these qualities of leadership? Yes. Number 1 thing, if you linger in my mind, that means you are okay. Number 1, your name is there. That's all. Number 1, okay. That's number 1 qualification. That already you are there. You are already there. Right? So the qualifications. You see, let's not talk about the politics now. It's not about politics. Or about. It's not about politics, but or about whoever you want to. Now let's talk. I get you very well. Be genuine. I'm very genuine. Yes. Very genuine actually. Yes. But I can say for without any fear. Yes. That and this is me. Yes. With my people whom I believe they understand what politics and leadership is. Yes. In our constituency. Yes. We don't need too much. Yes. Among wenye leaders wenye nimetaja na wengine sijawataja, wote najua you are all working towards one common thing. Yes. Kutusaidia. Yes. That means kama umetusaidia, then uko kwa meza ndio tunachagua between huyu na huyu, ndio tujue ni gani tunachukua, ni gani hatuchukui. Let's now talk about Mwafrika. Yes. According to you. Yes. Mahali ametutoa na mpaka mahali ametufikisha. How do you feel the vibe yake being a bana unaniweka kwa fix? No. Siku fix. We are tunachambua tu moja so that if I was to meet Mwafrika today, ningemuuliza tu just one simple question. Yes. Just one simple question. Yes. In the last financial year, 2024-2025, what are some of your priority projects that you did, and how was the allocation per project? If you can give me the transparency and accountability, then tick. Yeah. Okay. Let's talk about Peter Brian Motiga, captain. Peter Brian Motiga, captain, yeah? Yes. Sasa captain, sikiza sasa. Kuna kitu nilikutajia hapo awali about what we call the ground touch. Yes. My friend. This guy has it when it comes to ground touch. Yes. Ameweza ni yule mse according to what tumesoma, na tumemuona akitembea ground, ni yule mse most of the things that he does resonate so much with mwananchi. The act of kindness, generosity and everything that he does kwa ground, si vitu hivi. Si kila mtu anaweza fanya vitu huyu jamaa ufanya. Na hizo vitu ndizo wananchi Wajiko wanaangalia. Unajua Wajiko wanaweza kukumbuka siku election kwa sababu ulimpea unga kilo 1. So captain zile vitu amekuwa akifanya kwa hii constituency
mwananchi yeyote ni mtu anaweza ona kwa kweli huyu mtu anatujali. Hatujaona maendeleo kubwa, for example niseme maneno ya kutengeneza barabara na nini, which I said mtu mwenye hajachaguliwa maybe anaweza kuwa limited kufanya vitu zingine. So for him, from where I sit and from what I know, from what I'm hearing from the people, he's a people's guy. So kwake probability yake kuwa on top iko very high, unless atafall, but kama ata maintain the same spirit, atakuwa sawa sana. When it comes to what are the things zenye amekuwa kitouch zenye Mwafrika hajaweza na bado ni yeye bado ako raia bado, na lakini yeye alisema ataingia, lakini ataingia kulingana na venye spirit ya watu. Watu wengi wanamwambia asimame, hata si anasema asimame, ni watu wanamwambia asimame. What are the things zenye umeona akifanya different? No, watu hawezi mwambia, wacha niseme hivyo, na hiyo kitu watu hukosea sana. It has to come from you. Why should I elect you if you don't believe in whatever you... So yeye ndio alisema kwanza. Exactly. So mimi I believe watu husema hapana, ni watu walimwambia hapana, si watu. Mimi I believe ni yeye mwenyewe alifikiria, alikaa chini in his own sound mind. Akasema I can lead the people of Roysambu. Why? I've been working for them. I'm still doing so, and when given that chance I'll do more. So I believe yeye ile spirit amekuwa nayo ya watu. Juu ni msewa wase, mimi namsikianga kwa kahawa, kwa Kahawa West, kwa Zima, kwa Roysambu, kila mahali namsikianga. Ni mse, alafu ni wale watu wa cool sana, wale watu wako na watu kwa ground. So possibility yake kupata hii kiti, unless any other factor chips in, yake iko high. There's a clip whereby I heard him saying anataka kujenga level 5 in Roysambu constituency. Do we have such thing yenye Mwafrika amefanya? Well, and by the way, now I don't know, I have a plan yake. I don't know plan ya captain na pia I don't know plan ya Mwafrika kwa sababu hata time yake haijaisha. Kila mtu ako na time sasa. Kila mtu ako na time. But you see mambo kama hiyo, those are what we call the agenda points and visions. Kila mtu wako allowed kupeana agenda points. Nikupeleke back. Our own president alituambililia vitu mingi sana. Laptop. Ai, wacha tu my friend, wacha tu. Hata kuna mahali tulikuwa tumeambiwa sisi kama young people tulikuwa tu tunaenda iPad kwa kila chief. Yes, na wifi kila mahali. Vitu yani vitu ulikuwa ukisema man zika happen inaweza kuwa fiti sana. So mimi I always believe as a leader, and manifesto is just a written document. It's just a written document. If as a leader you don't believe in whatever you are telling us, then okay, you better stick on what your lens allows you. Tulikuwa na vitu mingi sana Mwafrika alituambililia. Some ameachieve, some hajaachieve. Na sijui kama ata-achieve because time iko very minimum. Wakati captain ana mention about health, awachana hata na stories za level 5 ama level 4 hospitali, but the moment ametouch something to do with health, and his own explanation anakuexplainia how he will do it. Number one thing, kuna issue huwa na mention sana about I can lobby through this and this. That is the key. Akisema I can lobby through this and this, that is the key. I believe in him because it's about lobbying. You cannot get whatever. For example, you know, you think constructing a hospital is not a joke. You cannot do it with NGCDF. And you cannot do it. It requires you a lot. Actually, you need to go extra. You need to go extra. You need to look for financiers. You need to talk to, actually, as an MP. And because there is the roles, as I mentioned to you, that you are supposed to be doing, the main roles. Kuna vitu huwezi fanya. But ukiwa na goodwill, unaweza fanya. Mimi I can tell you, there are constituencies zenye MP ameenda out of comfort. Ameweza kufanya vitu zenye MP hafai kufanya. In fact, even the governor is coming to benchmark na ile project yeye anafanya. Kwa sababu ya nini? This guy is smart. He knows how to lobby. He knows how to do to call people towards development. So it's doable. And if he has the idea, let him go on. But cha muhimu sana ndi kukaa na wajiko karibu na kuensure
zile vitu dogo dogo bana, mi naangalianga watu zile vitu dogo dogo, watu tuna nini tu maneno ya soko wakati tunabomolewa soko zetu, wewe enda ututetee, wacha soko zetu zirudi. So kama unaweza fanya hivyo, sisi hiyo ndio kitu yenye tunataka. Hatutaki vitu mingi, we are not demanding too much from our representatives. Hata wenye sahi wanataka kusimama, just be a people's person. Wakati watu wako na issue, attend to the issues, kuwa hapo na wao. Yeah. So there's this other guy umesema, sijui anaitwa nani? Nani huyo? Umesema una watatu? Umesema Michael, kuna Mafaka. Now that, do you see anything about ama do we have anybody else to compare with? You see, as I am analyzing, I didn't analyze that he captain alone, but I always analyze every other person, the candidate. Even Mafaka akona mambo yake fiti na akona mambo yake mabaya. Mambo yake mafiti, ukiangalia huyu jamaa amekuwa kwa election since I think twice now, maybe as per my knowledge. But kama alikuwa hapo mbeleni, I don't know. 2000 bado alikuwa bado alikuwa na 2022 amekuwa bado kwa ballot. Kuna zile vitu dogo dogo. You see, as a person, na yeye alikuwa kwa political, alikuwa which political by then? UDA. Alimekuwa kwa PNU, amekuwa right now he might not do a lot because what I understand, the guy is in government. Yes. And people in government, they might not do a lot at the moment because they are limited. Because you can tackle this, ikitu ikuhit, ikugonge. You can decide to do a meeting, watu wakuulize na wewe umesimama mpande gani. Ukisema this political party ikufanya nini. So for them, I understand they are limited. But sasa remember the time factor. If you're not doing it right now, forget about it. So guys, that was our analysis for today with Mr. William. Willie is an engineer. He's a CEO of Wakanda Security. So kama hakuna security kwako, reach out. Kuja tukupe security, na pia we do security. We also have a college. Nitakuja siku moja, nitakuja kuwaleta huko live. So hiyo ni ya leo. We will have more analysis about our Roysambu. Remember, this is the only place whereby unaweza pata izile analysis real about place yako. So for that short, not long, tomorrow is another day, and I'm going to leave you with this message. Know who is your leader. Exactly. Okay? Know who is your leader, because tomorrow utaanza kuchukua manini mabango ukitoa tulichagua huyu, hatukuwa tunataka huyu, mulitu force. Don't you never do that. Willie, yes, tell them something. So as we end this session, I would like to say, number one, to the people of Roysambu constituency, this time round, choose your leaders wisely. And then for the young people, I always say, rather than just get the comfort and say, you know, for the politics, I don't participate in politics. My friend, you better be on that table where decisions are being made, so that in the next generation, or maybe in the next year but one, you will have a say. Because if you don't participate, there is no way utakuwa involved kwa decision making. So participate. Number one, kura lazima uchukue. Number two, tokea siku ya uchaguzi. Then after hapo, angalia umechagua kiongozi based on what? Based on agenda, right. Based on ethnicity, wrong. Based on who, maybe this guy is brown skin, this guy has beards, wrong. It's based on what can they do to our people. Are they capable of doing so? If you can able to differentiate about it, we are good to go. Thank you so much. For that short wind up, let's say tomorrow is another day.
tutapatana tu hapa hapa. Thank you. Salute.